sawa, alafu na nisikilize vizuri. Tunaanzia uzi namba 2. Uzi namba 2, namba 2, namba 2, namba 2, namba 3, namba 3, namba 4. Sawa. Kwa hiyo unaanza sawa. Alafu unakuja kwenye A shape. Sawa. Namba 2, namba 3, namba 4, namba 4 ni mara 3. Kwa namba 2 ni namba 2, namba 3, namba 4. Kwa sawa. Hivi sawa. Yaani ni kitu rahisi sana. Unaanza tu hivyo kidogo tu, unashika C shape ikiwa imekamilika, ikiwa full chord. Ukishika kawaida unaongezea string number 5 na hiki kidole unashika chord. Inatakiwa isaundi vile. Sasa vile inavyo sound hivyo inakufanya wewe vidole kuzoea na vidole kuwa na macho, ili baadaye ukija kusqueeze tu kidogo kufanya solo, vidole vinakuwa vinatembea, afu kunakuwa kuna ladha nzuri kwenye vidole vyako, vinakuwa na touching nzuri na matamshi mazuri. Kwa hiyo ni muhimu ukajua sana rhythm za design hii.
katika gitaa ambalo ni zuri sana kuliko magita yote ni gitaa la rhythm. Ni vile tu watu hawaonagi umuhimu wa gitaa la rhythm kwa sababu gitaa la rhythm sio maarufu. Watu wengi wanapenda gitaa la solo kwa sababu gitaa la solo lina umaarufu. Ukisema ni solo au ni lead, ni kitu ambacho kinakuwa kipaumbele, yani ni kitu ambacho kinajionyesha kwenye vitu vyote. Yani ndo tafsiri ya gitaa la solo, yani ni kitu ambacho kipo kipaumbele lakini hakina umuhimu. Kipo kipaumbele lakini hakina umuhimu kabisa. Kitu ambacho ni the master, kina umuhimu sana na hakina kipaumbele ni gitaa la rhythm. Hakuna mziki bila rhythm. Hakuna kabisa, hakuna. Yani hakuna mziki bila rhythm. Ndio maana gitaa la rhythm ni kama limepotea kwenye hiki kizazi. Ni bendi chache sana ambazo bado zinafanya gitaa la rhythm. Hususan kwenye praise and worship unakuta inachezwa kinanda, first na second. Kwa hiyo zile zinapeana majukumu, kuna second ambayo inakuwa inacheza rhythm, hiyo first kuna sehemu zake za kulead hivyo. Lakini ndo kama hivyo. Yaani gitaa la rhythm sio, yani ni la muhimu sana lakini sio maarufu. Kwa hiyo gitaa la solo ni maarufu lakini halina umuhimu sana. Lenyewe huaga tu ni la kuleta utamu. Kwa hiyo gitaa la rhythm ni muhimu sana. Na ukitaka kuja kuwa mpiga solo mzuri sana duniani, usipojifunza gitaa la rhythm, umefeli kabisa. Kwa hiyo kama maono yako ni kuja kuwa the best guitarist duniani, yani kuja kuwa mpiga solo mzuri duniani, lazima udili sana na kujifunza rhythm. Itakusaidia sana na gitaa lako litakuwa tamu sana. Mimi kabla ya kuanza kujifunza lead guitar nilifanya rhythm miaka 3 na point. Yani nikiwa nachezaga tu na gitaa la rhythm. Yule mbaba ambaye alikuwa ananifundisha alinisisitiza, akaniambia achana na gitaa la solo kabisa, wala usilisikilize. Isikilize mimi, itakusaidia. Nilijifunza ndani ya miaka 4 kasoro, miaka 3 na point kufanya gitaa la rhythm. Nililijua vizuri. Nikaja kuingia kujifunza gitaa la solo. Ilinigharimu kama miezi 6 tayari nishajua. Kwa nini? Msingi wangu ulishatengenezwa kwenye rhythm. Kwa hiyo rhythm ni gitaa nzuri sana. Unafanya tu hivyo. Step ya kwanza. Step ya pili. Sawa. Alafu unakuja unafanya A shape, lakini pia unaweza kaifanya kama chord. Ambao unaweza kashika hiki kidole kikashika uzi namba 6 kwenye flat tofauti, alafu na hiki kikaja kikashika kwenye uzi namba 5 kwenye flat hapa inayofuata. Alafu hii hapa ikashika nyuzi kuanzia, ukishika kuanzia uzi namba 5 mpaka mwisho ni sawa kabisa. Alafu kapiga kodi yako. Kwa hiyo unaweza ukafanya
umefanya kwa skeleton. Ikawa ni zoezi zuri sana kwa ajili yako. Kwa hiyo unaweza kufanya tu. Ambacho kinafanya mtu anaimarika na kuwa na feeling nzuri kwenye gitaa ni kufanya mazoezi kwa muda mrefu. Hii kitu nimekuwa nikisisitiza, japo watu wengi sana huwa hamjawahi kunielewa. Yaani kufanya zoezi muda mrefu ni unafanya feeling zako, action zako za mikono kusogea kwenye gitaa. Kunakuwa na urahisi, unapokuwa unacheza, vidole vinakuwa ni vilaini, vinakuwa na touching nzuri, vinakuwa vinakimbia, hivyo na feelings zinakuja. Yaani hata kama kuna vitu kichwani vina load lakini viko mbali, kadri unavyozidi kufanya mazoezi ndio unaviita na kuvisogeza, visogee karibu na hisia za muziki wako, ili unapofanya ufanye kitu ambacho ni best. Kwa hiyo hakuna muziki vizuri kama hauna mazoezi. So lazima ufanye mazoezi sana sana sana, kwa bidii sana na kujituma. So Mungu akubariki, Mungu akutunze. Kazana, pambana kabisa, pambana. Yaani kadri ninapopambana mimi kushare hizi idea nilizonazo, hizi kidogo sana nilizonazo, na wewe kazana, tufukuzie huo muziki, tupambane, tufike hatima ambayo ni nzuri. So Mungu akubariki sana.